Waliniambia mimi sina shamba kwa hiyo boma. Baba yangu hakuwahi hasa akanunua shamba. Hiyo shamba ni ya kukaa. Wakaniambia utafanya aje? Kwa sababu mama ya msichana anasema ndio kutoe hapa station ama hii mambo ndio iishe, anahitaji 30,000 vile umekuwa ukitumia msichana yake. Be careful, uchunge juu maisha huku nje ni magumu sana, tena sana. Aswa kujihusisha kwa mambo ya mapenzi. We mwega mwiroreri wakwa na subscriber wakwa na fan wakwa we nyendete muno ni ndi mwega muno marito makwa njitagwo Simon K. Ni ndai kunyita ugeni muthenya wa umuthi ngwiraga ukeigua we haria hagirire. Karibu sana. Na riu ri ona ndikwamba guthie muno tondu ndina kaundu kega muno ndina ko ndakurehera muthenya wa umuthi. Video ndirekite muthenya wa ira na iyo ni ndirakoretwo ngikugwetera uhoro wigi broti gukorwo ngikulaunchira broti njeru muno ndina cio kuma gwa kambuni ya Tayari Lands and Housing. Na ngakena muno tondu broti cio ndiragwetire hana ndirigwa andu makinjira Saimo ndumira mapu buke mwe uguo broti ici haria ciriri ci farafaraini farere ya Garissa Road he handu ndirakwendagiria broti cia 250. Riu mugunda uyu uri o hau thutha hani ni kindu mita igana rimwe kuma farafaraini ya Garissa Road highway uguo handu haha ni hega na commercial na residential no wake mucio wa guikara kana broti cia gukomborithia. Na riu nduri urangenirie ni bei iria cirendio ati broti ciira mini na mama no nyende uthina hau andu aria mugathie site murie andu aria me hau marendia broti icio mbeca cigana cirendio 350. No nake director tondu anjiraga atiri ni sai mugunda investite tene migunda eno ndaguraga tene ingikuya cenjanagio na mburi ni thia kungamaka ate wathia ukaigwa mugunda ekemo urenderio ciringi anga 20 miaka ya tene muno bai na ti tene no ni ma 2010 na ku riu director anjira kamugunda ku ni agukanyita na kau nega Christmas offer ona producer wandike hau wandike Christmas offer mugunda we hakuhe na rami kia ya 50 by 100 shiringi 180 peke yake. Na ona wenda kugura na installment ukugura shiringi 189 kama kawaida. Kuringana na uria tukoretwo tukendia share nyonaga ringi director mundu akigura na installment ongagerera shiringi 30 kana 50 na no igwe no wongererwo ki ona stina kinya 20 189 installment plan wigirire deposit ya 50 balance urihe na mieri 6. Heno horongi mwega muno ndiraiguire director agweta aranjiriria atiriri tondu tuga ni Christmas offer ri mundu uri ukugura share 2 na agure cash ri ni akuheo ndurume ya Christmas. Uguo we ndukagura ndurume ya Christmas ukugura share 2 uguo ge na broti 2 shira mini ucoke utinde kuona ndurume na tiga torume atika kiuguo ndurume ya Christmas iria mukari ya Christmas na ti nyingi na shira mini ci handu hega muno no wake mucio wa guikara na no wake tufuroti. Tahura na beno ya thimu na ihenya muno star na thira 0715 99 9909 0715 999909. Mwe karibu sana. Ugienda gushira ofisi kuria Thika building itago Emco Plaza building 3rd floor room 302. Na he undu ndiraiguire mundu anjira aranjira atiriri Saimo kuma riria mwambirie kwendia broti na Tayari mutire mwacenjia ofisi tutingicenjia ofisi tondu wa riri tukiendagiria andu indo njega no imikora niwe ikaraga gicenjagia maritwa na ofisi riu guku ni Tayari ofisi ni Emco Plaza. Mwe karibu sana na ona ni nguraga ungienda broti cio no uhurire na namba eno ya thimu 0724 333313. Undu ucio ngi nguririkanie wewe muciari wi hau we urathie na mbere ku-enroll kana gutuhurira ni undu wa enquiries cia kothi iria twina cio turafundithia ciana guku na nicio ndenda guthomera haha umenye uria twina kothi nyingi njega tungifundithia mwana waku. Taru twina kindu ta film production maundu megie video camera editing film making music video shooting maundu macio mothe graphic design digital marketing by the way ukai muthome digital marketing videography photography ugenda gutuika professional photographer just come here fine art animations content creation ICT IT computer packages nimuona
ginya mobile phone repair and laptop repair maundu macio mothe meguku ukumona guku electrical and electric technologies butiuke guku na ni kwega by the way na ndirakurire guku advantage ya guku ni ati it is hands on training okorwo ni mwalimu mura interact nake haha kwa haha ngwiraga akorwo ni kamera urathoma wathi wafundithio werwo ni kamera yoyago mucokaga himu waikuruka guku mugoka mugeka podcast haha uguo mukarekodi ukero riu thiu edit kana okorwo nduonetio kwedit mundu ekaga no ruruta wira ucio wika uguo ni undu uri urathoma tugatigirira na waweka practically ati ukiuma guku by the way ndugabatara guthie handu hangi na maundu macio mothe waigwa gikuetera haha niguo tureka na nie to ni njui ni kuri andu mokite guku na ngona magakorwo me very successful ukona ciana icio nicio maguku ikenete muno mwana akauma haha na ngwiraga ithuĩ ni tutaraga mundu na tukamuonereria tukamwira gera gacira gaka ndukuhitia okorwo ni maundu megie kamera weka tukakwira gera gacira gaka hingura page ciaku cia Facebook ambia kwi market na njira eno thie handu haria ndukura maundu macio mothe guku ithuĩ guku maundu maria turakiriti guku to ni njui Ngai ni akurathima guku turathima muno miaka igano eno guka muri ukaga guku tukamera pana huku hakuna chance sasa tuya gikundi kiria turera twaigania tukamba guthongana uguo mwe karibu muno ukai tuthi na mbere na already kwina andu majoinite ikorwo na mwana urarikirie form 4 murehe guku twina short courses twina full courses uguo ingi ona strafatarati ukorwo na qualification ya KCSE na ni kuriria ciragibatara ukorwo na qualification ya KCSE tugacoka tugakuhe certificate ona kana diploma na tondu ngitangatha kana gikuyu tutifundithanagia na gikuyu ni githungu mko karibu sana ni undu wohoro makiria tuhure na namba eno ya thimu 0724 33 3313 0724333313 so mwe karibu muno reke muthenya wo muthe tuthikiririe maundu maria twina mo guku na wikare hau na ni njendaga kuga ati undu wothe ukuigwa thiini wa video iria i haha ti murugamo wakwa nyendete Simon K na ti murugamo wa platform ino ni murugamo wa mugeni wakwa ti murugamo wakwa ni no mugeni hete platform okiarie no ti murugamo wakwa so mko karibu sana habari zenyu wenye mnaniona naitwa John Waliaula Barasa ya mimi natoka upande wa Trans Nzoia Kitale mimi ni Mluya wewe ni Mluya ya okay hii tu ni part of life yangu wenye nimepita ndani mpaka nimefika hapa ya nimepita kwa life yenye ni ngumu okay by the way sijalelewa na wazazi mimi nimekaa kujistruggleia kuaso mpaka ni venye nimefika hivi okay kitu ya kwanza sijaenda shule so nataka tueleze kutoka kuzaliwa venye ulizaliwa ulipata wazazi wako kulienda aje hivyo sasa tukuje hivyo mimi wakati nimejigundua nimejipata kwa shosho ya sikuona wazazi karibu yangu okay sasa ule shosho ndio alikuwa ananilea akiniambia wazazi wako mahali fulani walikosana hivi na hivi wewe vumilia hapa so nikalelewa na shosho nikafikisha miaka 6 kufika miaka 6 mandugu wa baba yangu wakaona nimefika hiyo miaka sijapata education ni kama nimeanza kuwa mtu mbaya kwa boma ama naweza kuwa navuta bangi na iba nini na nini okay wakaungana kunitoa kunileta Naivasha kunitupa nitafute mama yangu kwa sababu mama yako alikuwa wapi mama yangu walipokosana na baba yangu yeye alitoka na akakuja Naivasha so baba yangu naye akaenda Mombasa lakini hata licha walikuwa wanampigia simu wako anashika okay so shosho alinichukua kuja kunitupa Naivasha nitafute mama yangu okay ya sikuwa namjua kwa sababu mama naye aliniacha nikuwa mdogo bado na nyonya so kuja kufika Naivasha tukatumia mama fulani mwenye alikuwa anamjua tu juu tukamtafuta tukampata okay by that life ilikuwa ngumu okay juu nilitarajia maybe tukimpata labda atakuwa ako na maisha ile mzuri kumbe
maisha yake bado ilikuwa tu ni ile ya chini kabisa. Yeah. Nilipofika kwa mama yangu akanipokea kama kijana yake, hata mwenyewe alistuka kwa sababu ameona nimekuwa mtu mkubwa, nimefikisha si venye aliniacha. Kwa sababu yeye akikuja Naivasha alikuja na wale wengine. So mimi nikabaki kule kwa shosho. Okay. Nilipompata kwa mawazo yangu nikafikiri sasa kumbe nimetokea huko kwa shosho huko, labda maisha ndio mbaya huko, kwa mama maisha ni safi. Kumbe huko ndio vibaya zaidi. So akanitia tu moyo tukae naye tu struggle kama ni kuaso, kukula, kulipa nyumba nini na nini. Akanipeleka shule standard 3. Sijaingia nursery wala 1 wala 2. Nilipelekwa tu direct 3. Okay. Nilisoma term 1, term 2. Term 3 ya kufanya mtihani niende standard 4. Maisha bro ikakuwa ngumu. Okay. Kukula, mavazi, vitu kama hiyo. So nikaona hii maisha vile ni ngumu hivi. Hapo ndio masomo yangu ikakatikia. So nikaingia mtaani. Okay. Yeah. Kuingia mtaani nikatoka tena Naivasha, nikaona mtaani mahali naweza kuwa ni kiaso vizuri. Ni sasa Uasin Gishu, Trans Nzoia. Okay. Not Trans Nzoia. Uasin Gishu, Eldoret. Yeah. So mimi nimeaso Eldoret 18 years. Nikuwa peke yangu. Nilifika pale Eldoret nikaangalia makazi yenye nakaa, sijasoma sina nini, nikaona ni kama watu watandharau nini na nini. Nikafungua kaush. Okay. Ya kuosha magari. Nikawa kazi yangu ni kuosha magari. Naosha magari at least nilipe nyumba, nikule na nijivaishe. So nilipokuwa nikifanya hiyo kazi nikafanya miaka 2, nikasahau story za nyumbani kabisa. Kwa sababu wale wakutaka kunisaidia mandugu ya babangu, aunti yangu nani, walisema mimi ni bad boy. Okay. Yeah. Eldoret pale, ni vile nimeaso hivyo miaka 2, ndio nikakuja kutafutwa tu, wakanipata ile kuniulizia. Okay. Nikauliza mmenitafutia nini? Juu mlikataa kunisomesha, mkanifukuza, mkanitenga. Wakasema tumekutafuta, baba yako amekufa. Okay. So niliposikia baba amekufa, hiyo sasa ndio ikafanya nikaenda wapi? Trans Nzoia. Sasa kwa kina baba. Okay. Lakini bado vile nilienda, bado tu walikuwa na ile roho, hata kama bado mzee ni babangu walikuwa wamekufa, bado walikuwa na ile roho tu, wana roho mzuri. Okay, mimi kufika tukafanya shughuli 1 2 tukazika mzee. So hata ile wili ya kusoma, kuna vijana wameachwa hapa, kama kuna shamba kuna nini wapewe, hiyo ilikatiziwa juu. Yani kiufupi hatu kupata kitu yoyote kutoka kwa mzee ambaye alituzaa. Wakati tulizika nikaona siwezi kaa hapo, bado wako na ile madharau nini na nini, wacha nitoke nirudi nijiasolie. Nikapata anti moja mwenye alikuwa na roho mzuri kidogo, akaniambia usitoke hivyo, hebu uliza kama kuna shamba mahali ujenge kanyumba, ukiaso utakujanga pale. So nikafuata mambo yake, nikakaisha watu familia yangu, nikawauliza sasa mimi maisha yangu mtaonaje? Mzee amekufa, sijasoma, ndaishi vipi? Si mnionyeshe shamba ama mahali popote mahali naweza jishika nikijiasolia kimaisha. Waliniambia mimi sina shamba kwa hiyo boma, baba yangu hakuwahi aso akanunua shamba. Hiyo shamba ni ya gukaa aliyomwachi. So si ati niwaitishe shamba, kwa sababu baba yangu alipoenda pilika zake hakubai shamba. So nisiitishe shamba yoyote pa. Nikakaa chini nikasema ni sawa, kama shamba hakuna juu sijajua vile maisha inaendelea nini na nini, ni sawa. Sasa ndugu ya baba yangu akuja akaniambia sasa, si umezika baba yako, umemuona? Nikasema
Akasema sasa mimi sitaki mzigo kwa huyu shosho na pia sitaki mzigo kwangu. Kenye utafanya sasa hivi umekuwa kijana mkubwa, enda tu wewe maisha, Mungu atakujalia mali unaenda huko. So nilipigwa na shock sana kuona kama hiyo ndio familia nimetoka ndani na wananiambia mambo kama hiyo. Nilikasirika vibaya sana na nikasema ni sawa, kama ni kila mtu anatafuta maisha yake sawa. Nikatoka ndio nikarudi tena Washingishu hapo mahali nilikuwa nimefungua kaushi yangu, nikaanza kuwasoli hapo. Okay, kwa kina mama tena hakuna wajomba wenye walikuwa wazuri, kwa sababu mimi sikusoma. Waliona ni kama nikienda huko nitakuwa labda ni mtu mwizi, mvuta bangi, kusumbua kwa boma, na wakasema hawataki kukaa na kijana mwenye hajasoma kwa boma. So nikasikiza maongezi yao, kwa kina baba wamesema hivi, kwa kina mama wamesema hivi, basi nikafunga story zao. Nikaanza sasa kuwasolia hapo kwa kaosh. Nilifungua kazi yangu, nikaona sasa kama nawezaosha gari nilipe nyumba na nikule pia. Sasa nikarudi kwa kazi yangu na nikiendelesha, na nikasahau mambo ya nyumbani, kifamilia, sijui sister, mama, nani, nikasahau. Nikaendelea kuwaso, ile mafikira ya baba ikanitoka. Nikashika chini mzuri, lakini nikakuja nikapata tena na changamoto nyingine ya defile. Kulienda aje? Nilipatana na msichana mmoja wa kuuza mali. Yeye kwa time anakujanga kuniuzia pale hivi, ananiuzia watermelon, nanasi, machungwa. Ikawa nikavutiwa na yeye. Kama kijana na ndio nilikuwa nimeanza nikavutiwa na yeye, nikamuapproach. But sikujua kama ni mwanafunzi, sababu nilimuona kwa hiyo hali ya kutembeza hizo maninini, nikaona labda ni asola mwenzangu. Basi nikamuapproach, akanikubali. Basi akawa mchumba yangu. Kumbe wazazi wake walikuwa wananionanga tu venye nafanya, nakuja karibu na plot yenye wanaishi. Salamia msichana yao, wakuwa wananiangalia. Pia wakanipata kwa hiyo kazi yangu. Nioji nikamwambia hapana, hii ni kazi yangu na sijajifunza hii kazi mahali. Mimi niliona tu ni vizuri nifanye hivi kwa sababu sina mahali penye nitafanya shughuli. Wakawa wananiona venye nafanya kuosha gari nini kama wakaona niko na pesa mingi. Sasa tukaendelea kama miezi 6 na huyo msichana. Ndio sasa janga ikakuja ikatokea, wakuja kunihoji pale kwa kazi nini. Wakaona, wakanieleza ni kama nitawacha msichana yao, sijui ninaweza mpea mimba nini nimwache, lakini sikuwa na hiyo nia. So wakachukua, wakaenda station, wakaniripoti bila kuniambia mimi, wameenda huko tukae chini to solve ama wanikataze nisiku rafiki na msichana yao. Mulikuwa mshakuwa marafiki? Tulikuwa tushakuwa marafiki. So marafiki tu ya kuonana kimapenzi ama? Okay. Juu nilimuona kwa hiyo kwa kuuza mali nikaona ni kama huyu nikimpata alafu tukue na yeye kimoja hivi tunaweza aso, kwa sababu mimi ni asola na pia naona yeye ni asola. So tukakuwa tuseme wapenzi sasa. Yeye alikuwa na miaka ngapi? Msichana alikuwa na 19 years. Wacha hata 19, alikuwa ni mtu ako paka na ID. Ni mtu hakuwa tiana ID, alikuwa na ID. So mimi nikamwambia kama unauza hii mali tunaweza kuwa tunakaa pamoja, ukiuza hizi zako, mimi nikiosha gari, jioni tukipatana at least kuna kitu imeingia. Msichana alinikubalia, lakini Kenya alifanya akuambia wazazi story yangu. Lakini wazazi walikuwa wanajua mimi ndio niko na msichana yao. So walikuwa wanani patrol kila wakati.
wanakuja kuniangalia kaushi vile nafanya kazi nini. Kumbe walikuwa wananiweka kwa mtego. Yeah. So wakaenda kuniripoti station. Waliponiripoti station, maaskari wakanitafuta. I think wakati corona si ilikuja, tuseme lockdown ya kwanza ikiwekwa, lockdown ya kwanza. Ndio mimi nashikwa. Nikikumbuka vizuri ilikuwa Saturday, nikishikwa Saturday usiku. Na nikapelekwa station. So station nilikaa, tuseme nilale hiyo Saturday usiku, kesho yake Sunday. Sasa Sunday asubuhi ndio wakaniambia, unajua wakinishika usiku, nilisema mimi sina makosa, sijaiba, sijakosea mtu. Pia wakaniuliza, kuna msichana nini kulingana? Nikamwambia hapana, mimi hakuna msichana mwanafunzi mwenye niko naye. So wakasema tutakuletea, utamuona. Sasa Sunday asubuhi nilisikia nimeitwa huko, kuja, unaitwa huko kuja kuangalia. Ni msichana. Meletwa na wazazi wake. Kuniuliza mimi, unajuana huyu msichana? Nikasema hapana, kwa sababu nilikuwa nje hiyo, nilisikia hiyo kesi ni mbaya, si kesi ya kukubali. Nikasema hapana, lakini msichana alipoulizwa, unajua huyu kijana, yeye alisema So ikawa rudi huko kwanza, wewe tunataka tujue wazazi wako. Nikamwambia kwanza mimi sina wazazi. Walitapakaa, siwezi jua, mmoja alikufa nilimzika. Lakini mama yangu wakati alipoenda Naivasha mpaka leo sijaimuona. Hakuna familia yenye iko karibu na mimi. Wakaniambia utafanya aje? Kwa sababu mama ya msichana anasema ndio kutoe hapa station, ama hii mambo ndio iishe. Anahitaji 30,000 vile umekuwa ukitumia msichana yake. So wakanipea simu nijaribu kupiga namba tu yenye najua. Kwa familia yangu at least tutafute hiyo 30. Wakaniuliza unaweza toa 30? Nikamwambia hapana, mimi sina, mimi ni hustler. Mimi kazi yangu ninafanya tu ni kuosha gari, na nikiosha hiyo gari si tunapata pesa mingi, labda 200, 150. So 30,000 sina, tafadhali. Kama mnaweza nisamea, siwezi rudia kuwa na msichana wenu. Ilikuwa ni kitu mstuko kwangu, kwa sababu sikuishi kwa hata hivyo hata mara moja, na hiyo ndio kesi moja tu. Kesi kubwa mara ya kwanza kushikwa mimi na ati nimepelekwa na defile. So hiyo Sunday aliponiambia hivyo, nikasema sina pesa. Station naye haipelekangi watu tuseme weekend, lakini ikifika Monday watu wanapelekwa station. So ilifika Monday asubuhi, mimi ndio huyo kwa cruiser, nikapelekwa kotini. Bila wazazi wa msichana kujua nikienda kotini. Kama hiyo kesi walikuwa nadhani hiyo kesi nikienda kotini, hiyo kesi tu bado ni yao, watapata kitu kidogo. Kumbe kotini hiyo kesi ikifika huko ni kesi ya serikali ndio ina handle. So Monday asubuhi ndio nilipelekwa sasa kotini. Nilipofika kotini, na ni wakati ya corona, wakasema hatuwezi angaliana judge majo yani face to face tukua kotini, tunatumia Skype, tunatumia kompyuta. So nilifika kuongea kwa kompyuta, mimi nilipigwa matarehe. Pia kuja tarehe fulani tutaanza hii kesi. Nilistuka kabisa na nikaisha. So mara ya kwanza hiyo vile wameniambia hivyo, wakanipeleka prison. Kufika prison sasa, badala niende remand kwa sababu ilikuwa corona imekuja, si kuenda remand, nilienda mahali inaitwa quarantine. Walinipeleka quarantine. So quarantine hakuna mahall fair wenye wanakujanga kusaidia watu wenye wako quarantine pale kupiga simu, na hakuna venye utapata simu. Quarantine hapo
kabidi tu ni kuomba Mungu wangu. Sasa nikajikaza miezi 6 nilikuwa quarantine. Wakakuja kutupima kama tuna hiyo ugonjwa. Miezi 6 ama miezi 6. Mimi nilikaa quarantine miezi 6. So kuja kutupima wakapata sisi wachache na wenzangu tuko na corona. Wengine wenye wana corona wakipimwa wanapelekwa remand direct. So mimi nikapatikana niko na hiyo ugonjwa. So sikupelekwa remand, nikapelekwa isolation. Sasa kutoka remand nikapelekwa isolation kwa sababu hapo walitupima wakapata hiyo ugonjwa iko. But sikuwa najua ni ugonjwa inakaa aje, lakini mimi niko tu sawa. Nikatolewa quarantine, nikapelekwa isolation. So isolation hapo ndio wanatibia watu wenye wako na hiyo corona. Okay, tukaanza kunywa maji za ndimu, kuna vitu tuwakuwa tunatumia. Pia isolation nikakaa miezi 6. Sasa miezi 6 walipokuja tena kuconfirm kama kana kweli imeisha ama bado iko, akatupata sisi vijana wa 10 hatuna. Sasa ndio tukatolewa isolation, tukapelekwa remand direct. Yeah. So ikawa kwa hiyo tu mambo nikakuwa nimekaa 1 year sijawahi fungua kesi tangu jaji aniongelee kwa Sky akanipiga tu matarehe, sijaienda kwa sababu ilikuwa hata kuvisitiwa na mtu ama kwenda kotini wanaogopa kwa sababu hiyo ugonjwa imeenea. So hata mtu wa nje haizi kuja kukuona we mtu wa ndani, labda kutumia phone. Na watu tulikuwa mahali tulikuwa hapo isolation, hapo hakunanga simu, hakunanga, yani all fair akikuja watu ni wengi. Sasa hata ndio wakufikie wewe ita take time. So mali mzuri pa kupata simu ilikuwa ni quarantine. Sasa vile walitupima huku atupata tuko smart, ndio wakatusukuma remand sasa. Sasa hiyo ni mwaka moja imeisha, kapelekwa remand. Kupeleka remand ndio sasa Malfair wakakuwa wanakuja kutembea remand kuuliza wale watu tulikuwa isolation tangu tukuje, tushaiongea na watu wa nyumbani ama marafiki wajue mko hapo? Tukainua mikono tujawahi. Sasa sema sasa nyinyi ndio mtakuwa watu wa kwanza sisi kuhudumia. Sababu mmekaa muda mrefu, mjaipata simu ya kuongea na watu wenu ama marafiki. Okay. Nilifika quarantine pale, mambo ilikuwa ngumu. Isolation vile mambo ilikuwa ngumu. Sasa nikafikiri labda nikipelekwa pale remand, labda mambo itakuwa iko sawa. Kumbe sasa pale ndio ngumu zaidi. Kufika pale nilistuka kwa sababu mambo yenye nilikuwa naziona hapo, nikaona mambo tofauti sana yenye sikuwahi ona. Okay, nilijikaza kujaribu namba zote yenye mimi nilikuwa nayo ya tuseme rafiki ya bro wangu, kujaribu kupiga hizo manamba. Tena ni mteja ingine ananiambia ni kama yuko kwa service. So nikakosa mtu mwenye naweza ongea naye huko nje. Nika give up. Nasema sasa basi kama nimekosa wacha tu mimi nivumilie. Sasa wale all fair wakikuja kupiga simu ndio pia mimi wakanipigia. Yani kunisaidia kupiga kwa rafiki. Sasa kupiga namba moja kwa rafiki yangu ndio iliingia. Okay. Yeah. Lipoingia ndio huyo anastuka anasema, hiyo muda yote kwani umekuanga wapi? Nikamwambia we mambo ni magumu, mimi niko wapi? Jela. Pole bro. Mimi hata si yuko.
niko Nakuru kazi yangu huku, lakini kenye ndafanya nitakutumia kwa hata 200 ya kununua sabuni. Na huko ndani kitumbani sabuni na brush ya meno, tissue na slippers. So nikasema ni sawa, akanitumia kwa Allfare, wakaniletea. Lakini sasa hiyo tangu vile niliingia quarantine, nilikuja nilikuwa hata sabuni, hata hiyo, hata vile nilikuwa isolation, yani nikawa ni mtu nimekaa tu machawa kila wakati tumekufanya hivi, kwa sababu huwezi omba mtu kama wewe na akupe, atasema wewe pigia watu wako wakupe. So nikawa wakati alinitumia 300 nikafurahi. Mara ya kwanza kuoga kwa mwaka moja na ndio nikaingia kwa bafu nikaoga. Mwaka moja huku umeoga? Kuoga sijaoga. Nguo yenye niko naye ni ile tu yenye nilishukua naye. Sasa kitu kubwa sana, nimekaa tu lakini najikunanga kila mahali. Yani hiyo machao imenikula kila mahali, sina amani. Nikafikiri sasa pale Rumand vile wananipeleka at least ndio kukopoa. Kumbe sasa Rumand ndio kuna maajabu yake. Sasa aliponitumia hiyo 300 kwa Allfare, wakanipea sabuni, hiyo tissue. Lakini sasa kupata nguo ya kuchange ikawa ni ngumu. So mimi yangu yenye nilikuwa nayo, hiyo sasa natafuta kiraka ingine. Mahali imetaruka hiyo kiraka mimi nabandika na shona hivyo. Okay, Rumand vile nilipelekwa, Mungu alinisaidia nikakaa miezi 4 Rumand. Ndio jaji akaniita sasa. Na si kuniita ati face to face ama kotini, ni kwa Sky. So nilipofika kwa Sky, wenye wameniambia tu vitu uko ndani vile naweza fanya, vile naweza ongea na jaji. Fika jaji kuongea, kunipea tarehe, nikawa nimeweka mkono juu. Kaniuliza sema, nikasema mimi jaji nataka kukuona, mimi sitaki mambo ya Sky. Hata sijui kuongea kwa Sky. Nataka uniruhusu nikuje kotini, tuongee live. So akasema hiyo peke yake, akasema hiyo. Basi akanipea matarehe, akaniambia sasa nitaenda tusimame live, mambo ya Sky hapana. Sasa nikapigwa tena miezi 4. Hii ingine nilikuwa nimepigwa miezi 4. Nilipigwa miezi 4. Sasa ndio nikuje nipelekwe kwa kotini sasa. Okay, nilivumilia Rumand hapo na mpaka hata nika give up. Mtu miezi 4 nikaona ni mingi. Pale Rumand hata yani venye kuna kaa tu, si mazingira ambaye ni mazuri. Mazingira ndio ni kurekebisha, lakini mazingira ni mbaya. Nilivumilia na nikajikubali pia. Nikajikubali ya kwamba nimeshikwa na hiyo makosa, na sikudhani hii makosa ni kubwa kiwango hiki. Nikajikubali kwa sababu hata nilikuwa na tense. Nilikuwa kichwa iko na mafikiria mingi sana. Nafikiria sasa hapa nijiue, nikunywe sumu, na kumbe huko ndani hata kujua huwezi pata mali ya kujiua. Hata hiyo sumu sasa huwezi pata. Nikajikubali, nikaanza kuaso pale nini na nini, ingawa kukula nini hizo mavazi zikakuwa ni ngumu. So nilikuwa nakaanga, nikaa na marafiki, naona marafiki wanakuja wanaitwa. Mnaitwa watu wenye wamekuja kuwaona. So mimi najiuliza, kwani mimi sina watu wenye wanaweza kuja kunitembelea? Hata at least wanipeko tu hiyo roho ama moral kidogo. Ikawa mimi sikufanikiwa kupatana na watu wenye hata wanakuja kunitembelea, kuniambia hivi. So nikajua ni mimi peke yangu. Maisha ilikuwa, nikavumilia, tarehe yangu ya kotini ikafika. Ndipo nikatolewa, nikaenda koti ya nje sasa. Nikatolewa, nikaenda koti ya nje. Kuonana na judge. Ati prosecutor na mka anasema
wametafuta walalamishi yangu ambaye walinileta pale, wajapatikana. Okay. Lakini sasa akasema amepokea ripoti, msichana mwenye aliniweka mimi ndani alitoroka na ameolewa sai, na sasa hivi vile tunaongea na wewe ako na mimba, ako karibu kujifungua. Sasa wakanipiga tena matarehe ati wamtafute tunayo mimba kuja tufanye nini kesi. Ndio mimi nikaona hapana, nikaweka mkono juu, nikaambia waona mimi naumia na sina wazazi, sina, nimeteseka. Kama ingewezekana tu leo vile umenipatia chance ya mimi kufika hapa hii kotini tuonane na wewe leo hii, mimi naomba nianze kesi yangu leo hii. Nimechoka. Remand hata heri nifungwe niende compound. Nimechoka saa hii mimi nianze tu kesi yangu. Akaniambia mambo yako tutaangalia. Nikainua mkono tena nikasema hapana. Iwaona kama imesemekana hayuko. Mtu mwenye aliniweka hapo alinistaki kwa sababu niko na mahusiano na yeye. Naomba saa hii akuje tufanye kesi, ama iwaona uniwachilie. Pia mimi niende, ni maisha yangu inaharibika nikiwa hapa. Iwaona akaniangalia hivi akasema nakupa last chance. Wakipata huyu msichana mtakuja mfanye kesi. Wasipompata hiyo tarehe nimekupatia tutakuacha. Okay, Mungu alipitia hapo. Nikapigwa sasa miezi 4. Sasa nikarudishwa remand, nikaa nikijua hii miezi 4 wakipata huyu msichana mimi naenda kufanya kesi. Na wasipompata inaenda kuachiliwa. Ni hivyo nilikazana pale remand nini na nini. Tarehe ilipofika kurudishwa pale kotini, the same prosecutor akaamuka na akasema hivyo hivyo tu, amewatafuta hajaweza kuwapata, lakini amepata daktari. So daktari anataka aanze kesi na mimi nikasema sasa daktari si ukishukua mpaka muende mpimwe. Sasa ule ni mwenye alitupima. Bado nikainua mkono nikakataa. Siwezi anza na daktari kesi ambapo daktari si mwenye nilikuwa na yeye. Nataka mwenye nilikuwa naye akasema yeye alinileta hapa gerezani kwa sababu yake. Ninataka kufanya tu na yeye. So akaniambia kama uwezi anza na daktari tutakupea tarehe nyingine tena ya kutafuta msichana, akikubali kuja ndio tufanye nini kesi. Nikasema waona ulinipatia last chance. Na uliniambia ya kwamba nikikuja leo nikose mlalamishi wangu utaniachilia. Waona akaniambia tena bado nimekupatia last chance. Sababu leo hii daktari amekuja. Na kwa sababu uyuko ready kufanya kesi na daktari, basi tunakupatia tarehe uende shika msichana wamlete mwanze kesi na yeye. Nikarudishwa. Nilirudishwa. Sasa hapo ndio jaji alinirumia akanipiga miezi 3. Karudi ndani, nikavumilia hiyo miezi 3. Ikafika. Basi nikarudishwa kotini. Kurudishwa kotini the same ikawa ni hiyo tu. Wajapata mlalamishi. Basi wakuachilie. So niliposikia tena prosecutor akisema wajapata ule mlalamishi, hapo nikajua niko na chance ya kujitetea. Sasa jaji wakati aliniita prosecutor akisema hajapata mlalamishi, mimi nilikuwa nimeweka tu mkono yangu juu. So akimaliza kusema hivyo ati ananipiga tarehe, mimi mkono iko juu, akaniuliza unataka kusema nisema? Nikasema hapana.
Waona ulinipatia last ya kwanza na ikatendeka hivi. Na ukanipatia hii nyingine ya pili. Naomba hii last yangu ya pili waona isimame. Pia mimi nina haki. Kweli. Nimeumia sana waona. Wakaniambia utarudi kwanza nyuma huku, tutakuita masaa 8. Okay. So nilirudishwa huku nyuma, nikaitwa hiyo masaa 8. Nilipoitwa hiyo masaa 8 nilifurahi kwa sababu judge aliona kilio yangu kufika na ananiambia nimekuacha na section 27A. Mlalamishi akipatikana uko na uwezo ya kushikwa popote ulipo, urudi ndani, muanze kesi na yeye. Okay. Sema umekubali? Nikasema nimekubali. Nimekubali. Akaniambia wameniacha na hiyo section. Msichana akipatikana akikubali kuja kesi, wewe tutakuja tukushike popote ulipo, kuja muanze kesi na yeye. Okay. Ndio nikaachwa. Sasa tuseme nilikaa remand 2 years. Bila rafiki, bila wazazi, bila mandugu. Hakuna mtu mwenye alinijali kama niko jela. Doka ndina uhoro mwega muno wa Buroti ndinacio kuria mwena wa Gitengera. Buroti ci handu hega muno in a gated community, in a controlled area, na Buroti ci haria ciri no kilomita 1 kuma Nairobi na Manga Road, the main road, o kilomita 1 tu. Uguo kuma Gitengera town ti handu hanene. Uguo wewe hau hihi ungienda guceto family yaku, aikonu wendaga gwaka handu ta mucii, handu hega, handu ngiceto family yaku, handu ngikara wega, ka estate controlled gathaka we Waitonga ihinda tiringi ni riri ndina Buroti cia 100 by 100 quarter an acre na ndirakwenderia ciringi milioni 5 asking price ni kuga ati no uhurire na twarie o hanini tumenye kiringi kurengera. Na kuria Gitengera ni ndronire ni gukurite muno tondu actually gutiri kindu gutari nakio. Kwina mathibitari maingi muno, kwina mafegi gutiri fegi gutari, ma supermarket mekuo, mathukuru mekuo, ma college mekuo. Uguo ni kundu ungithie no seto immediately. Na wi Gitengera ona nduri na bata wa guthie Nairobi kana guthi kundu kungi gwika maundu maku tondu maundu mothe mekuria. Buroti ci ndakwira ni ciringi milioni 5 peke yake, na ndakwira kuma barabara-ini main Nairobi na Manga Road no kilomita 1. Handu haria ciri ni handu hakurite muno. Uguo ni kuga hena thitima, kwina mai, indo iria ciothe cibataranagia kwina cio. Mikawa iria ikure ni mikawa miega, ungithiaga ma gardens, ungithiaga kahore na family yaku. Nyumba iria cirakwo kundu kuria ni nyumba cia kifahari. Ni njui ni ukuonio mbica icio ciothe hau. Ni undu wa uhoro makiria hurira na namba eno ya thimu 0724 333313 0724333313 nigetha twariririe tumenye uria ungithi kuona Buroti icio na wigire na handu haku, handu ungiceto family yaku. Kitengera Milimani Estate, mko karibu sana. Asanteni sana. So nilipoachiliwa Eldoret, akili yangu ilikuwa imerudi kama imekuwa sasa, yani hata vitu mingi najiogopea. Okay. Nikiona magari sijui hata yani mambo nimeanza yani nimerudi nyuma kiwango fulani. So niliwachiliwa na sijui mahali pa kuenda, najua tu mali nilishikwa. Huko tu ndio narudi. Okay. So nilishikwa nikiwa niko kwangu ni plot nalipa. Na nikaacha vitu, na hata mwenye plot wakati nilishikwa kumbe hata ajui. Ya hakuwa ijua kitu kama hiyo. So mimi niliachiliwa na nikarudi pale. Nikapata mambo ili change, kumbe miaka 2 ni mingi. Nikapata manyumba yenye niliwacha pale ni zile za matope za plaster, sasa ni permanent. Sasa sijui hata nyumba yangu yenye nilikuwa naishi ni gani. So kwenda kwa landlord, bahati mzuri nikampata. Ananiuliza tena, "Hiyo kwani umepotelea wapi miaka 2? Ni kazi ulikuwa umeenda?" Nikasema hapana. Mimi nilikuwa jela. Njia nini? Kaniambia ule msichana mwenye ulikuwa unamuona akikuja hapa, huyo ndiye aliniweka
Ndio akaanza kusema oh, si nilikuambia. Nikamuuliza sasa, wachana iliyopita juu nimesafa na nimetoka. Kweli. Sasa vitu zangu mimi nianze maisha ndaanzaje? Akaniambia hata yeye alikaa muda wa miezi 8 ndio akaenda kuangalia hiyo nyumba. Kuangalia hiyo nyumba yeye alikuwa anaonanga tu kila wakati kuna kufuli. Ajui kama niko ama si yuko. So alipokuja kubomoa ndo ajenge zile mpya. Hizo vitu hata ajui zilienda wapi. Labda wale mabomoaji ndio walienda na vitu. So nikabaki sasa sina kitu na sina pa kuenda. Na siwezi rudi kwa kina baba kwa sababu walinikataa. Na mimi vile walinikataa mimi na roho nikatoka upande hiyo. So nikawa hiyo ndio mtaa mimi najua tu. Sasa nikaanza kuishi street sasa mtaani. Okay. Nikaanza naokota tu mascrap nikienda kuuza. Nikirudi hata ile kaushi mimi niliwacha. Nilipata maboy wale walikuwa wanajifanya marafiki zangu ndio wamemiliki hiyo kaushi. Na cha ajabu vile nilirudi pale. Au maboy wakutaka nirudi hapo kwa sababu waligundua hapo kumbe nilikuwa nalima pesa pale mahali. Okay. So wakati waliniona wakaungana. Wataki story zangu mimi nirudi hapo. Kaanza kuambiana ndawanyang'anya makastoma. Okay. So walipoungana na mimi kwa peke yangu mpaka ikifika majioni hivyo wanakuja kunichokora tu ili nikipanda moral niseme wanivamie ndio nisiwahi rudi kwa hiyo kaushi. Okay. Nikasema siwezi kazania pale. Siwezi ng'ang'ania hapo. Nikaanza sasa kupiga ishu mtaani. Mtu akiniita kama hii beba ya mahindi, kupack mahindi kwa lori. Naenda na pack mjengo kidogo. So nikifanya hiyo nipate kidogo 300 ya kukula bora nimeona niko sawa. Sasa kulipa nyumba ndio issue. Okay. So ikawa nikifanya hivyo inakuja kuna kakibanda yangu mama wa vitunguu nini akifunga. Hiyo hapo sasa ndio nyumba yangu. Okay. Toka huko kuja kwa kakibanda naifunga mzuri na doza hapo. Ndio nishike laini. Nilikaa pale miezi 2.5. Ndio nika akili at least ikakuja hii pesa mimi naendanga nikiaso at least hata nikipata 100 ninaweza save kidogo na nikomboe hata nyumba ya 500. So akili ikakuja hiyo nikaanza ninajituma nauza hizo mascrap manini. Nikikamu sasa nikakomboa nyumba ya 500. Nikaanza sasa nikienda kuaso ninakuja pale. Okay. Nikienda kuaso ninakuja pale. Nikaendelea hivyo hivyo nikashika chini. Lakini bati nilikuwa nafanya tu hizo kazi nikakuja sasa nikaona hii kazi ya kuokota ama mikopo kwa center haijanifaa bado. Nikaandikwa kazi ya kuludi mahindi. Okay. Sasa ni kwa store ya mtu. Tunaanika. Jioni tunatoa. Okay. Lori ikikuja tunapaka. Okay, nilikazana na hiyo kazi bila mama yangu kujua mimi niko hali gani. Kwa sababu mama tu ndio nilikuwa nabaki naye kwa sababu baba nilikuwa nishamzika. Ndugu yangu niko na ndugu mkubwa ambaye hiyo wakati yeye alipata sponsor ya mzungu. Okay. Akasponsiwa na mzungu. Akasoma in fact akasomeshwa mpaka university. Okay. Sawa, na niko na tena na sister mwenye ananifuata kwetu tuko 6. So nilipokomboa nyumba nikaanza kuanza nikaona nimeshika chini. Nikaona nimekaa muda mrefu. Hata kama ni familia yangu haikuwa na chochote ama mama nini na nini. Nikaona hapana. Sasa wacha nirudi. Niwache mambo ya nyuma nitafute sasa mama yangu. Okay. Nikasanya pesa ikafika 700. Ndio nikapanda kutoka Eldoret wa Shingishu mpaka Naivasha. Okay. Kuja kutafuta na mama yangu. So
ile wakati mimi nilimwacha mali nilikuwa najua naishi. Mimi nilikuja tu kwa hiyo area kumtafuta hapo. Okay. Kumbe alishamanga kabadilisha hiyo mtaa kaenda mtaa mwingine. So nilipofika hapo kumuulizia, watu wananiambia hata majina hawamjui. Ninaulizia huyu wamjui, kampuni hata wamjui. Kabidi sasa kama kitambo. Yeah. Sina mahali pa kulala, ikabidi sasa pia tena nikaanza kulala kwa hoteli fulani. Nikalala kwa siku 3 sasa. Kwa hoteli? Ni kwa hoteli fulani wanafunga. Alafu kuna varanda mahali wanapigianga mandazi nje. So unalala kwa varanda fulani. Sasa mimi nakuja na naingia kwa varanda. Ndio siku ya 3 napatana na mama fulani, namuuliza na anasema na hata wewe sura ni kama inafanana mtu fulani, ama ni huyo? Namuulizia, nikasema hebu nipeleke kwa huyo. Kwenda paka hapo, kumbe ni mama yangu. Ni mama yako? Yeah. Akaniuliza hiyo siku, nikamwambia mimi nimekuja tu mambo mengine, wachana, nikikaa poa tutaongea. Okay, nilikuwa nafikiri nikimtafuta nimpate. Labda ile maisha yenye mimi nilimwacha pale, ingawa nilikuwa kijana mdogo bado, nitapata hiyo maisha imechange. Kumbe vile nilikuja sasa ndio nilipata hali ni mbaya. Ndio maisha ni mbaya kabisa. Nilipatana changamoto kwa sababu ndugu yangu mwenye nilikuwa namjua amesomeshwa na mzungu mpaka university. Ni mtu mwenye ako smart. Okay. Ni vile nilikuja nikampata, nilistaajabu kwa sababu nilimpata ako kwa kiwango kingine. Yeye sasa anaokota mikopo tena, yeye anakula chakula za pipa, ametofika. Kwa nini? Okay, nikaanza kuuliza kwa nini, wakaanza kusema ati huyu mtu tu alianza hivi inakaa ni madawa. Waliingililia madawa? Kutumia madawa excess sijui nini. The same. Brother yangu sasa mwenye kwetu tuko 3 vijana. Alafu na wasichana 3. So hao wawili wakakuwa wote ni kama wametupa mbao. Okay. Umeona? Huyu anakula kwa pipa. Huyu naye akiamuka asubuhi kazi yake ni kwa baharini huko. Naye ni kama ni mtu ajifahamu kidogo. Nikaenda kwa Madhe nikamuuliza kwani mnaishi vipi. Madhe akasema ameishi hivyo kwa muda ya miaka 3. Anaombanga tu Mungu asaidie at least huyu kijana mkubwa na ndiye alikuwa ndoto zake. Amsaidie arudi normal. Sababu Madhe alikuwa anajua ule kijana ndio kila kitu kwake yeye. Sasa nikamuuliza na huyu mwingine, akasema huyu mwingine naye alipoenda tohara kutairiwa, naye wakati alipona tu naye akashika mtindo wa brother mkubwa. Sasa wote huyu anakula kwa pipa, huyu naye ni omba, yani maisha yakakuwa imesambaratika vibaya sana. The same kwa mama, wasichana wake 3. Sasa kuna msichana mwenye anafuata huyu kijana mwenye ananifuata mimi. Yeye naye maisha imekuwa ngumu kwake, ako na watoto 2 amezalia hapo. Naye kuna msichana mdogo sasa. Tuseme second last. Kuna last alafu huyo. Naye ako na 15 years na ako na mimba. Mahali wanakaa kwa ploti moja. Sasa hao mandugu zangu 2 wako na nyumba yao hapa, mama naye ako na yao hapa. Sasa mama anakaa na wasichana 2 wenye mmoja ako na watoto 2, mwingine ni ameacha shule na ako na mimba. So mimi nikafika hapo na nikajiuliza, hii maisha hii ndio nilikuwa nakuja? Ama nirudi tu mahali nilitoka? Nikakaa nikajiongelesha hapo, lakini nasema siwezi rudi kwa sababu maisha ni ngumu. Kama wako hivi na mimi naye niko hivi, sina chochote. Nieri tusaidiane tujue venye kutakuwa. Okay, nikaanza ile asubuhi nikitoka naenda kutafuta pesa na kuja na save kidogo nishike ID. Nilikuwa naona ndoto zangu nikishika ID na pale Naivasha
makampuni ziko, ndaandikwa kazi kwa kampuni. Okay. So nikaanza kustruggle hivyo. Nikapata hiyo pesa, nikaenda nikashika ID. Nilikuwa nadhania nikishika tu ID na kazi imeingia mara hiyo hiyo. Okay. So niliposhika ID hakuna kazi iliingia. Sasa nikakaa nikajiuliza, nikienda kwa kampuni wananiuliza mabarua kama niko na certificate ya standard 8 ama 4. Haya, okay, pin sijui sha nini, na sina hizo vitu zote. Okay, sasa nikaona wacha ndatafuta hizo vitu ndio niingie wapi kwa kampuni. Okay. Nikajiweka kuna msituni huko park za wanyama kunaitwa Longonot. Okay. Yeah. Nikaanza kuenda huko, watu na hawa Turkana na Wamasai huwa wanachoma makaa kwa hiyo forest, alafu wanaleta town wanauza. Okay. So nikawapimia hiyo, nikaona na nikienda nikiokotanga hiyo makaa hao wakitoa yao wenye wameridhika, zile zimebaki chenga mimi niokote na nikuje niuze. Nikaanza kufanya hivyo, na wakati naanza nikokota na beba mpaka senda na kuja kuuza 40. Mungu hakuniacha kwa sababu nilikuwa nikiokota hivyo nusu na kuja kuuza 40 inanunulika. At least nikirudi nyumbani pale na wanunuliako unga, na wanunuliako kama ni maji, juu maisha ni ngumu, maji, unga, hiyo kukula sasa ndio balaa. Okay, nikashikilia kwa kazi. Hata saa hii vile ninaongea hapa, kazi yangu mimi huwa ufanya, mimi huwa naokota makaa kwa hiyo msituni, na kuja nauza at least nipate riziki. Au mandugu wangu wenye mimi nakwambia saa hii vile nakwambia, mmoja ule mdogo ndio alikaa chini akaona mimi mwenendo zangu yenye nenda nazo, akatulia sasa, akakuwa mimi nikileta hiyo makaa ndiye anauza. Okay. Umeona? Lakini sasa huyu mkubwa huyu alikataa yani kaishwa chini na kuambiwa, akasema yeye ni mkubwa, hataki kuambiwa. Okay. Kila mtu na maisha yake. Huyu sasa ndio bado ako kwa hiyo hali ya kula kwa pipa, kufanya vitu. Nikimkaisha chini nimuulize nini inasababisha ukue hivi. Anasema alipata stroke kwa kifo ya mzee. Okay. Ali give up. Sasa anasema maisha ni ya nini? Ali give up. So na yeye ndio mtu alikuwa at least ampatako kitu kwa kichwa, anaweza tutoa atupeleke kiwango kingine. So ikawa yeye ndiye alikuwa tegemeo wa familia, naye ndio hiyo ako venye yako. So mimi nikaanza kuona sasa hata mimi mwenyewe sijasoma, alafu mwenye amesoma ako hivi, tufanya. Mimi nikaona siwezi give up. Wacha niweke hard, nifanye kazi yangu na bidii, kama niyo kuokota makaa. So nikaanza kuokota hiyo makaa kwa bidii. So naokota kwa bidii. Sasa saa hii kila mtu ananijuanga mimi nikikuja na hiyo makaa na uzanga 40. So wateja wamenizoea, nikifika tu hivi wananipigia simu. Ndio gorogoro 2-3. Lakini Batman natoa ni shamba ni ya serikali na kuna walinzi maaskari. Pala washai nipata mara kadhaa wanatupiga marungu tusirudi pale, lakini sasa hata tusiporudi pale hakuna mahali tunatoa. Aswa mimi siwezi kaa tu niangalie hivi madhe juu hizi ninulia mavazi hizi paka kukula, inabidi mimi mwenyewe njikaramikie. Yeye hata kipato yenye anapata ya kampuni haitoshi kwa sababu wako na wasichana wake, tena wasichana wameleta wajukuu. So hiyo ndio life mimi niko sahi. Okay. Hiyo ndio kuokota makaa, kuja pale karakta ninauzia, at least napata kitu kidogo ya kula. Hiyo ndio life napitia sahi. Na nimepitia kwa miezi 6. Yani tangu nikuje kwa mama yangu. Kwa sababu sijaishi naye for long. Na hata yeye mwenyewe hajanielewa kama mimi mtoto yake. Na mimi sijamuelewa kwa sababu mimi nimeishi naye miezi 6. Wakati venye niko hivi nimejitambua, miezi yenye nimekaa naye ni miezi 6 tangu nikuje. Okay. Yeah.
Hiyo story nimesema hapa. Wenye mnasikia nilikuwa tuna reason ya kuambia vijana maisha huku nje ni ngumu, haswa ukikuwa wewe ni kijana hustler peke yako na unapita mtaani. Be careful, uchunge juu maisha huku nje ni magumu sana, tena sana. Haswa kujihusisha kwa mambo ya mapenzi. Angalieni vijana wenye kama mimi, msijihusishe kwa mapenzi sana ya wasichana ambaye muwajui ama mmepatana tu town kwa sababu mnaaso pamoja na ujui background ya msichana ni background gani. Ni vyema ujue msichana akoje, kuna miaka ngapi, ID ama anafanya nini kwao, na ujue pia wazazi wake wakoje, kwa sababu hawa wasichana sana sana, vile mimi nilienda jela, nilipata kesi mingi sana ya defile. Ya msichana, kijana amekuja pale, ukimuuliza kesi gani imekuleta, anasema defile. Defile. So defile imekuwa ni kesi yenye imeenea sana haswa kwa sisi vijana. Na tena kwa vijana mnajichunga, kwa sababu ukipatana huyo msichana hata sio mwanafunzi, lakini kwa sababu wanakuona wewe kuna kitu unaweza make, aswa kuna hawa wasichana wazazi wamelelewa wako kwa maploti nini, wako na maisha ngumu. So wakikuona wewe uko bright, umeng'ara kidogo na uko na msichana yao, wanachukua advantage hapo. Uko na kitu na unaweza saidia pande fulani. So wakikugundua wewe unapush na msichana yao, au wanaona ni kama wamepata hela kutoka kwako. Okay. Ya maboys mnajichunga. Aswa mnajichunga kwa wanafunzi. Na tena wale wenye si wanafunzi pia, kwa sababu wenye si wanafunzi ndio wana sana sana wako hivyo. Tena wazazi sio poa kupeleka kijana ya mtu jela, kwa sababu ule mtu ukimpeleka jela unampotezea. Kama ni mzuri, unaona huyu kijana umempata na msichana yenyu, ni vyema mkae chini, mpeana advice ama mkatashe, mwambie kijana, nikikupata tena again na huyu msichana nitakuweka ndani. Kweli. Lakini usichukue hatua ya kukimbia kuweka kijana ya mtu jela, ambapo huyu kijana hujamjua background yake, amekaa aje, ameishi aje, mpaka saa hii ajuana na msichana yenyu amekaa kivipi. So ukimpeleka huko ndani unamdhulumu bure. Kweli. Unamdhulumu kabisa. Alafu wasichana, wasichana mwache hiyo mambo ya kumepatana na kijana hata hujamjua anafanya kazi gani, akoje. Wewe umekubali huyo kijana, lakini hujamjua background yake ni gani. Aswa wasichana kesi zao wakipeleka kotini, huwa serikali inasikia sana kesi ya wasichana. Kweli. So wasichana, wazazi wa wasichana, ongelesheni wasichana wenyu wakati wanatembea. Watembee wako makini. Kweli. Kwa sababu kila mtu wako na issue yake na upungufu yake. So wazazi ama wenye mnaochi kipindi na tunashare na nyinyi story, be careful, kwa sababu mtu hurudishwa nyuma kiwango kingine. Aswa jela si kitu mzuri. Jela, ukiwekwa jela, kitu ya kwanza umepotesha ile thamini yako kwa kijiji yenye unatoka ama sehemu yenye unatoka. Kwa sababu wakijua wewe umeenda jela, wanakuchukua wewe ni mtu mbaya zaidi sababu umeenda jela. Tena pia ile respect yenye uko nayo kwa watu, aswa sisi vijana wenye tunafanya kazi huku na huku, respect inaisha. Kweli. Na tena time inapotea unapopelekwa jela.
wanakurudisha nyuma kiwango kingine paka na akili pia. So akili yako si ile yenye ulikuwa nayo. Wakikupeleka jela, akili yako maybe iongezeke ama ishuke. Kweli. Wasichana, kuna wasichana wengi wanaweka mtu ndani, wakisikia ni kwenda kufanya kesi, wasichana mtu anatoroka na amejua ameweka mtu wapi ndani. Ni kweli. So wasichana tuwe na utu kuangalia ule kijana mwingine, ukimpeleka jela utakuwa umefurahi ama unaona ni kama umefanya the right thing, ama umefanya kitu yenye ni sawa. Kupeleka kijana ya mtu jela si kitu poa. Kama mko na uhusiano na mtu na wewe msichana umesikia kijana mwenye uko na mahusiano naye anaenda apelekwe jela, tafadhali ambia wazazi, mkae chini muongee, ama wazazi wa msichana, katazieni kijana asikuwe na mahusiano na msichana wenyu kwa sababu bado anasoma. Mkiweza elewana asome kwanza, ndio kuje mambo ya at least ita make sense. Msisikie tu msichana wenyu ako na kijana fulani, nyinyi bila kukaa kutafakari ama hata kufuata muone ni njia gani wanaenda nayo. Wewe juu umesikia msichana yako ako na kijana fulani, umekimbia umemweka ndani. Sio poa, kwa sababu hata ule kijana ni ako tu kama huyo msichana. Ni kweli. So unamharibia pia yeye maisha yake. Hebu fikiria kama ni msichana amewekwa ndani. Amekaa 2 years. Umeona? So kitu mzuri, ukiona msichana ako na mahusiano na kijana na kijana unamjua, beta utafute nafasi kujiongea na kijana, mkataze awachane na msichana. Pia si kukataza tu kijana peke yake, kataza paka msichana, kwa sababu wasichana sai bora sisi vijana umeapproach msichana anakukubali, alafu anakufungania, yani anakataa na wewe, anataka kila mtu ajue yeye ni girlfriend yako. Na wewe kwa sababu unaona yenyewe huyu ni girlfriend yangu na hujamjua kama ni mwanafunzi, aliwacha shule kwa njia gani ama alimaliza. Kwanza vijana, ukipatana msichana muulize kwanza ID. Akitoa ID aweke hapa, huyo ni mtu wa kujua. Yeye ni mtu yeye tuseme akikuwa na ID. Sio mtu anaweza si ati ni mtoto bado. Kwa sababu kuanzia 17, 16 kurudi chini, au ni watu wenye wanaangaliliwa sana na serikali. Kweli. So kama unataka mko na mahusiano na msichana, kitu ya kwanza ni ID. Ako na miaka ngapi? Obvious ID itaonesha huyu mtu ako na miaka gani. Ako na miaka ngapi? Amegrow. So msikimbilie tu, angalia pia na unajichunga tena wewe mwenyewe. Aswa si vijana wa street, mjichunge, kwa sababu sisi ndio tunaingiwa na hiyo changamoto sana. Kwa sababu tukukua ati tuko peke yetu, unaona life si ni yangu. Ujipe life, lakini ujue life haitaki haraka. Wale wasichana hao wanatuharibia, aswa mtu kama mimi mwenye naongea na wewe. Hii ni kitu changamoto ilipita kwa maisha yangu pia, na nikarudi chini kwa njia moja ama nyingine. Kweli. So vijana, be careful. Mahusiano iko, lakini serikali inakubali mtu mwenye uko na ID, uko na nini, lakini mtu mwenye anaanzia 17 kurudi chini, huyo bado ni wa serikali. So be careful. Kweli. Njia yenye mnatembea. Pia wasichana, the same. Tena wasichana mjiangalie. Mkipatana na kijana fulani, jua background yake na mali anatoka,
shughuli gani anafanya, sababu hata nyinyi wasichana mnaweza ingia kwa majanga sababu mnapatana na sisi hustler tuko huku nje. Mnataka tu mapenzi, lakini ujui labda mimi kijana niko na nia gani kwa wewe msichana. Kweli. So be careful pia wewe msichana. Au wazazi tena msikue mbio kuchukua right ama kuchukua sheria mkononi ati kijana fulani ako na msichana fulani, mnachukua tu mnamweka ndani, si poa. Ule mtu mkiweka ndani pia naye ni binadamu. Hebu sikia, yani ukue tu na hiyo feeling vile yeye ana feel ukimweka pale ndani. So wazazi tena mkue na huruma kwa sisi vijana. Ni kweli. Mkitupata na makosa beta mtuongeleshe vizuri. I think tutasikia. Si vijana wote tunakuwa kichwa ngumu. Ni ule mwenye ajui ndiye atakuwa na kichwa ngumu, lakini ule mwenye anajua kuna hivi na hivi. Na pia serikali ni kweli tutakuwa na kichwa ngumu. So ni hivyo guys, nilikuwa nawaambia vijana mjichunge, wasichana pia mjichunge. Kwa sababu maisha ina changamoto kabisa. Sasa wewe maisha inakupeleka aje huku nje? So maisha yangu mimi inanipeleka huku ni kungangana kuasu. Kuasu 1 2 3 pata kipato ni hivyo. Kama nimekosa tena naambia Mungu shukrani kwa sababu kama ameniamsha asubuhi na uhai natembea niko poa. Mambo mengine najua yeye mwenyewe atatimiza. Kweli. Alafu vijana ni hivyo tu. Sikuwa na story mingi ya kuambia, lakini pia mtu kaa mimi sina job, sina nini. Mwenye umefeel story hata ikuwa kazi mahali niitie. Ni boost kwa upande moja ama ingine. Kweli. Sawa, asante sana kwa story poa. As in it is a good lesson to youth na hata sio youth peke yao, kwa kila mtu. Ndio. Na venye umewaambia especially hapo story defilement inakuanga nini? Ni sosa. Kasa hizi imagine ulikaa for 2 years bila kesi ama nini, alafu unge kesi, hiyo kesi ikuangukie useme sasa umefungwa. Haungeenda, I think it is more than 10 years. Kwanza mimi nilikuwa naambiwa ni 15 years. 15 years. Kwa age ni msichana alikuwa so kenye naweza taka kuambia mavijanani hivi, venye tu umesema before nini, saizi hii world imekuwa cruel sana by the way. Hii dunia before uende na msichana yeyote, hata be it a youth ama wewe ni mwanaume, kwanza jua miaka yake. Si ndio? Ndio hiyo. Ukishajua miaka yake, watch your moves. Kabisa. Watch your moves. Kila kitu yenye unafanya na yeye kindly watch. Before ujue mtu, si ati umepatana na mtu, ushaanza kumkatia, ushampeleka kwake, umekimbia naye kwa kitanda. Kuna story fulani ilikuwa ina trend ya majuu. Jamaa fulani tu alipatwa, na nikusetiwa, alisetiwa mahali, alipatwa na dem na akashikwa. Unaona? Sasa manzi, hiyo ni story kubwa sana. So majamaa, jichungeni sana. Kama umepatana na dem, mjua COVID-19 ni sawa, uko na ID ni sawa. Then from there ndio mjuane na huyu mtu watch your moves. Sasa hizi I think hata tutakuwa tunatembea na CCTV kwa nini? Ndio kila kitu mnafanya inaonekana. Na tena bado sasa maisha vile ni mbaya hivi, msichana akona ama vile wamefunga kama sai, unapata wazazi wanawaambia chukueni machungwa, tembeza mtaa. Alafu hata tembeza ndizi. So kijana ukiona msichana anatembeza ile vitu, nasema acha ninunue mandizi nilale na utaenda jela. Hata kuna wazazi wanakuanga hiyo mboka, wanaambia watoto wakiangalia mtu fulani waone yako na do, wanamwambia wewe enda huko na sisi tukuje tumfumanie. Sasa ni hivyo. I had a story of a friend of mine whereby aliblackmailiwa. Mzazi fulani na anafanyanga hiyo kazi, alikuwa anafanya hiyo kazi. Huyu jamaa alikuwa na gari. So plot yenyewe walikuwa naishi na huyu mama. So huyu jamaa akaona kadem kukakatia nini, akaanza kuingia kwa gari yake, mama yake akajua. So siku moja walifumaniwa kwa gari.
Unaona? Ndani. Na ni usiku. Ni nini unafanya na mtoto saa hizi? Unafanya nini na mtoto wa shule? Jamaa alichukuliwa police station. Na kuambia ukweli hapo alitoka na 300,000. Unaona? Ni venye tu alikuwa na do. Na kwa saa hii hata mbali na police station, kama askari wa yuko karibu, hawa tu raya wanaweza kupiga. So just be careful. Another thing venye tu umesema, we kama ni mama na unaweza fanyia mtoto mwingine hivyo, ujue kwa hii world we si ati uko nini, uko place yenye hatuishi, uko tu na sisi. Na bado we ni binadamu. Ukifanyia mtu mwingine mabaya, hata we hayo mabaya atakufuata. Wewe unafanya mtu mwingine aende jela for nothing, na bado uko na watoto. So hizo vitu zote, unajua vitu zingine hata za kukaa chini mnaongea. Kuongea ni better uite mtu. Juu si ati ni kumrape. Si kumrape. Si ndio? Ikifika ni rape hiyo ni sawa. Hiyo kama ni rape wewe enda jela. Lakini nyingine, wewe huyu msichana ni mdogo, hajamaliza shule. Tumekupea last one. Nikikuwahi kuona na yeye tena, takuweka ndani. Unaona? So I think you fiti. Nataka upene namba yako ya simu juu tunakuelewa ulikuwa jela na huko ni hustle. Mtu mwenye anaweza kuwa na connection yote ama job yote anaweza kuitia. Ama support fulani. Ama support yote tu, si ndio? Wape namba ya simu. Okay, namba ya simu yangu ni 97 66 66 14 43. Hiyo ndio namba yangu. Rudia. Anze 97 66 14 43. Majina naitwa John Barasa Waliaula. Bro, kama unaweza boost pia ni sawa. Takuwa smart. Na tena mji careful. Hiyo story nimewambia aswa kwa saa hii. Kesi yenye na train jela ni defilement. Na ndio iko juu sana. So my boys, so be very careful. Kabisa. God bless you so much na Mungu akuonekanie pia, si ndio? Ndio hiyo. Asante sana. Tunawapenda zaidi. Asante. Hello guys, how are you doing? I hope you're doing good. Muthenya wa muthi ndina undu mwega muno ndamurehera guku ma followers makwa na ma fans makwa. Uhoro wigie broti ndina cio ci mwena wa Eastern Bypass na ni broti ci handu hega muno kuma farafara-ini ĩrĩa main ya Eastern Bypass ukuingira kilomita 1 na ona farafara ĩyo ya kuingira ni ya rami. Uguo handu haria gukorwo gikinya maram ni handu hanini muno handu hetagwo Karuguru. Wi Karuguru, ungĩuria Karuguru kuma haria rami-ini ukuingira o kindu kilomita 1 ukorwo kinyite broti-ini ici. Ni broti cia 50 by 100 na ndiriona broti igiri peke yake. Broti ici ndirakwenderia thogora wa ciringi milioni 5 o broti. Na handu haha kuringana na uria urahona to ni njui urona mbica ni handu hakurite na njira nene muno. Ni handu haikaraga itonga, ni handu haikaraga atongoria, ni handu haikaraga maceleb, ni handu hega muno ungigura na wake muciĩ waku. Na ona ungiuga ati ni ukwenda gwaka apartment no wake tondu ni ndona apartment iria ciakagwo guku ni cia gikiro kia iguru muno na ni ndageria kuririria ndaigua ati thogora uria apartments irihagwo guku okorwo ni ta 2 bedroom ndaigua cirarihio ngiri 40 ngiri 50. Uko ni handu ungiuka hihi ona wenda ku invest na mwena ucio no invest. Ungienda gwaka tunyumba twa kwendia no wake na wendie bei njega muno no cokie mbeca ciaku. Ungienda gwaka tunyumba twa gukomborithia taru uria mundu akaga tu bungalow tu compound ukomborithagie no wiki uguo haha tigute ona hanini eroreri akwa kana arata akwa. Undu ungi mwega muno wigie cia icigire ndina cio ni ati cikomeire barabara. Ino ni barabara murona haha uguo ci haha barabara-ini. Kundu guku maundu maria meku ni maingi muno. Guku kwina mathukuru, ni ndona thukuru itagwo Lakewood haha uguo, ni ndona ingi itagwo Royal Brain. Uguo korwo wina mwana waku wi thukuru no renda gwaka muciĩ wa guikara, mathukuru me haha hakuhi. Mafengi maihuire guku, ngiuka ni ndona fengi ta KCB, Equity Bank, ni ndona Cooperative, ni ndona mafengi maingi muno. Okorwo ni ma petrol station maihuire guku ona wahuta mamikawa maria me guku ni maingi. Ni ndona KFC, ni ndona chicken ini cirio guku, wenda kunywa kahua at cafe ungifatara gwikaga shopping gaku ma supermarket me guku ni ndona Naivas, Quickmart kwanza ni ndona kwina igiri. Yani ungienda handu hega ha guikara handu classic ti hangi ni haha riu. Undu uria gwika no kuhurira namba eno ya thimu 0724 33 3313 0724 33
3313 nigetha twaranirie nawe ndakwira asking price ni ciringi milioni 5 per plot no ngikihurira hihi no tumenye uria tungiaria plot ici ciina ready title deed uguo wagura ni ready transfer wenda kwambiriria mwaka waku wambiririe hau mwikaribu sana hura namba ya thimu 0724 333313 karibuni sana. Yes, ni twamunyita ugeni muthenya wa umuthi na twi haha twita kambuni ya Tayari Lands and Housing ni njitagwo Simon K na gakirugamirwo ni kambuni ino na ndikimwiraga mwatuona handu ta haha mukamenya twina maundu meru maundu tumureheire maundu mega muno umuthi mugunda uria twinaguo ni ndirona wi handu hega muno tondu ndarora uguo ndirona rami haria na handu haha ndirona hega muno na kuma rami-ini ona kamori ni ndakuruta max tondu ranjirite hau no anga mitanga magana mana ici mita magana mana haha ona ni hakinyumeri eti hakuhe muno ni hakuhe muno na rami na ni kundu kwega muno na ni undu woguo riu ni ngwitikira tugeithio ni kamori na director cokia tugeithie na tutaririe kundu gukurio kuhana karibu sana asante kamori geithia eroreria aitu yes mwiroreri wa Simon K TV tumacokerie ngatho Simon muno nyambende mageithie ni njui Ngai no amaigite wega niguo twari nao January gwiciria mugunda wa mbere twendirie January ta 5 hau niguo twamerire ni mwaka wa kwigwatira na aria maturumirire Simon riu gutire mundu utegurire kindu nima na Ngai ni aratuteithirie mwaka ucio ni twendia product njega muno migunda tukahota kiria marenda Ngai agatuteithia tugacemania nakio ndikimageithie ndimacokerie ngatho na ndimere umuthi twi kundu gwitagwo Kithioko director ne gukorwo agitutariria no haha ni haria twina view ya town ona turugamite haha kuria nikuo Kithioko koguo guku ni Kithioko phase 4 director ambe agitutaririe njui no ndiricoka haha Simon K yes karibu sana director kigeithia rorerio coke tutaririe tumenye twi ku muthenya wa umuthi riu Simon andu ana kumageithia na ngeithi cia wendo wa mwathani niguo o riria twirigaine nginya riu na ningiona makirio toguo kamori iga turorete gutiriha mwaka niguo ni tha cia Ngai ti uhoti witu niguo koguo na ithu ni tu customer itu othe o haria mari niguo ti Ngai ni amaigite na akamamenyerera niguo tondu kuma hindi tutikeiguite uru wonekanite na tugacokeria Ngai ngatho ni undu wa uguo niguo riu Simon tukoretwo o miethere gwetha mukerwo niguo turakoretwo twerwo Simon ni customers niguo turenda twa raithi niguo mwatwethagira niguo turaguthukana haha hegwitwo kwa mthos turamarehera product Simon maracioya na ihenya muno niguo muno tugacokeria Ngai ngatho ni undu oguo niguo he project turakoretwo twendia haha maraiga turenda hau niguo na githe toho tukiri Simon no ho turi niguo koguo ni tugikoretwo tuking'ang'ana o toria twaigire twi at their service very true kindu kiria marenda ni tukung'ang'ana rimwe ni turemagwo to ni iragithiga kiaga no riria cioneka tukageria muno makiria gwika atia ku make sure tuona product yo niguo riu ino Simon ri ona ndire na maundu maiki tondu toria ngwiraga wi haria Nairobi wi Thika niguo oya ngari irathie moja kwa moja kinya Mwiki niguo uke nayo ukore town imwe nene muno itagwo town ya Matu na kwira Matu ndigwiciria gwi kindu itari gutiri kindu itari fegi gutie kindu Matu itari wona waima kiria kuria gwitagwo town ya Matu niguo riu umenye ni kurororete gukinya niguo uke nginya handu hetagwo Githioko wakinya Githioko tauni uguikurukirira hanini uria rami-ini wambatirire niguo wambatirira ukorega center ke hau getagwo Beria niguo mugunda ucio hau niguo ha tukinyange riu ngikuria Simon riu farati weria ino ya rami highway Garissa road weria niguo iyo ti ya kuingira niguo iria ti thitima niguo mai ni ngwiraga haha twina Songea niguo
taru ungienda kirimo kinene opposite hare he mundu ina bohuru no kwaria mukwaria niguo ino ni kanitha niguo area ni taoni mathukuru thoko githioko njira ni kingigiria wikare gutire kindu kingigiria wikare guku gutire no wigwatire na kana ni thaa thita cia tuku thaa cigana gutire thaa utangiingira mucii niguo koguo Simon toria turera andu aya riu indo ici ni irathi kinyihaga niguo haha ona ni wira uria turarutire kuhona very true koguo tukamera igirirai riu niguo aria na kamori na wakota na kindu kiu gikuigana gika atia na haha Simon hatiri undu utangika no hakohe commercial nukuiga residential taru ni njira andu aingi muno uka wake kawia house haha niguo hindi ya magetho ya mbembe ona mbembe icio ndugatinde ati ugietha thoko aria na kamori niguo mbembe atacainĩrorio wiki aria na kamori for real kamori wa ona ũngĩ haha ndĩrĩ haha kamori rari tukijoria orori niguo rori tani 17 aria na kamori niguo koguo ri tukira andu turagwethera haha uri ogwika product iri okuruta hau Simon niguo aria na kamori product iri okuruta aria na kamori niguo okay niguo riu ri koguo tukamera ukai na mundu ndagetikire mwaka uyu thire kwi andu aingi metuiga makona turia twitaga atia tundu turia urenda kuhingia resolution twa mwaka mweru na ni aingi muno maigite gukirika niguo kea ona ungiaga kurikia ri aria na kamori niguo kamori ni ngoria na ni undu wa haha no nginya unyitithanirie tuigana ona niguo riu ri andu aitu me karibu muno niguo na Ngai amarathima muno magi-purpose guka kuigithia na ithuĩ amen thengiũ muno director noguo waria ni uhoro wa handu haha ni handu hega muno mundu ungiuria handu angiaka mundu ungiuria handu angiaka tunyumba twa taru ile ni nyumba cia gukomborithia ci haha mundu ungienda gwaka nyumba cia gukomborithia handu ha guikara rami haha na ni ndona andu ni magite tumicii twega muno haha by the way guku ni kundu ungiuka no seto wega muno ona ungiuka unyithania twa twaku tunari niki kingi urenda itima ci haha maundu mothe megu gukithio kona wi haha na ninyonaga ina maundu maingi muno so na mwenye haru ni gatagate wa matu na mwingi uguo wina tauni igiri njega nene so mwe karibu sana reke tuigue kamori agituhe bei ya handu haha na tondu ni akuhutirie ni ndiramenya ti ati ni bei tungiremwo ni kugura so kamori karibu sana nyita karapero gaka riu ni gethomere bei mwiroreri wakwa nani ni ndacoka niguo riu Simon ri ni mwaka turahinga very true na mugunda uyu ri intentionally turendaga ukinyie December tondu giki nikio kiheo kiria turamahe gia thiguku tondu Simon mugunda uyu uguo turendia mama ndwagirire kuma uguo gutire mugunda wira mini wina thogora uria ngumagwetera to Simon tutinitie 50 by 100 niguo tukamahe na offer ya thiguku na ya kianjiriria kia mwaka mweru niguo uria kuigua ndumiriri ino atengere cash ni 180,000 180,000 niguo title inclusive niguo 180,000 hamwe na title bei njega muno na kiuria ukugura na installment tugagethe 50,000 icingie bange gitirifo kia mieri 6 arikie kuriha 199 yes wow ni bei njega ona ndunongerera mbeca nyingi hau asa no toguo ndirakwira ino ni Christmas offer niguo au ni hega muno koguo mwiroreri witu tuhurire thimu 0715999909 nake mundu ukwenda gutucerera turi haria Thika niguo gwiciria ithui kambuni area itare ya thama office niguo koguo ndimere turi haria Mco Plaza tukoragwo 3rd floor
room 302 na Simon nĩ ngwenda gũkũ request andũ aya tũmere rĩu arĩ othe magũrĩte mbere ĩyo maigĩre taitũ tondũ taitũ nĩ nyingĩ mũno ofici koguo mũndũ ũtarĩ na thirĩ gwitũ na nĩ ũrĩkĩtie kũrĩha reke tũtanathiĩ Christmas moke magĩre taitũ yes. Thank you muno Mr. Kamori na ngwĩciria nĩ mũigua hau atĩ kambuni ya tayari no yo tarĩ yacenjia ofici na ũngĩkora rĩngĩ kambuni nyingĩ iria citunyaga andũ mĩgũnda maikaraga magĩcenjagia ofici na marĩtwa gũkũ ihinda rĩu rĩothe no Mco Plaza na rĩtwa no rĩrĩa na handũ haha aratakwa neroreria kwa ndĩmũcokerere o rĩngĩ nĩ handũ hega mũno ona ngwĩciria rĩngĩ mũndũ ũngĩthikĩrĩria wega no igue hũ cia ngari rami haha nĩ ũrandikuka gũkwendia 180 ngukaga kwendia 250 ta tũrendiria ni Christmas offer ũguo rĩ mwĩ karibu sana handũ haha nĩ hega mũno na ndigwĩciria hena cia nyingĩ ũguo we wona video no ũrathimũ no amahe namba ya thimũ 0715 999909 kana ũcere kũrĩa ofici nĩgetha tũtanarogia mwaka ũkorwo at least nĩ wegwatĩra na kĩndũ gĩaku kana ũgĩkorwo wĩna kanyamũ ngiuga atĩrĩrĩ mwaka ũyũ ũngĩgaka ngũkĩrĩha deposit ya 50 mĩeri 6 ndĩhe at least by mweri 6 ũgakorwo wĩna gataitũ gaku so mko karibu sana director ukimugire uhoro rĩu no gũkiuga Ngai amarathime nĩ kaũndũ ndaigua Kamori ariganĩrwo no araigĩte mũndũ wothe ũkũgũra tũburoti tũtũ twĩrĩ cash nĩguo kamũtindĩka na ndrome ya Christmas we ukiamba ngere ndrome we cash igĩrĩ cash drome kamũtindĩka na ndungwe kate angĩenda tu wanwĩte igĩrĩ ngĩenda mũgũnda na ndrome ya thigũkũ ngai gũkũ gwĩ kwega atĩa ma director ona rĩho nĩ mũngĩani ni consider tondũ warĩ ngĩgũrĩte taũne na gũkũ nĩ ndĩigithirie utingia kĩndi Kamori yani ũranji mũndũ wothe nĩ Kamori hau nĩ hega mũno by the way ũguo wagũra broti igĩrĩ ndũrũme ya Christmas that is very nice thank you muno nĩ ũndũ ũguo director nĩ ũndũ wa gũtwĩciria Christmas God bless you so much Ngai amũrathime mũno na nĩ tũmwendete tondũ mwaka ũcio nĩ mwatũrehe wega mwĩta tayari na tũkĩte wega kuma hĩndĩ ĩrĩa twambĩrĩirie na nginya ona mwaka ũyũ ũngĩ nĩ njũĩ no tũgũthiĩ oro ũguo wega so God bless you so much erori itũ tũmwendete mũno na mũgĩe na ihinda rĩega mũkĩhũre thimũ ĩyo nĩgetha broti citigagĩthire mwaka ũthire na ndũnagĩa na kĩndũ gĩaku asanteni sana thank you